Je, iko wapi bustani ya Eden? Iko wapi sehemu ambayo mwanadamu wa kwanza anasemekana kuishi? Bone of my bones. Sehemu ambayo haikuwa na shida wala tabu wala misukosuko iliyopo leo hii. Huko ambako mwanamke hakupaswa kuzaa kwa uchungu uliokithiri, na mwanaume hakupaswa kutafuta kwa jasho kali. Hapo zamani Mungu aliumba ulimwengu, kisha akaumba mwana wa Adamu, akampa msaidizi aliyeitwa Eva. Maisha ndani ya kipindi hiko yalikuwa ni kamseleleko, kwani Biblia inasema Mungu aliumba Eden na mashariki ya eneo hilo la Eden aliweka bustani. Mwanzo 2:8. Tofauti na wengi wanaoamini kuwa bustani nzima iliitwa Eden, hapana, eneo liliitwa Eden na mashariki ya eneo hilo la Eden ndipo ulipotengenezwa bustani. Bustani hii ilipendezeshwa na mito minne: Pishoni, Gishoni, Hidekeli na Frati. Lakini turudi kwa Adam na Hawa. Hawa watu walipewa onyo moja tu: wafanye yote, wale vyote isipokuwa matunda kutoka katika mti wa katikati ya bustani hiyo, mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Watu hawa wawili, mara baada ya nyoka kumshawishi mwanamke na kisha mwanamke kumshawishi mwanaume, wakaishia kula kwenye tunda hilo, na matokeo yake ni kumkasirisha Mungu na hatimaye wakafukuzwa katika bustani hiyo. Biblia inasema Mungu akaweka makerubi wawili katika lango la bustani hiyo ili mwanadamu asiingie tena. Kuna watu tunaimbaga tu maserafi, makerubi, hatujui hata ni vinini. Lakini kuanzia hapo mwanadamu na vitukuu vyake hadi leo hii, watu wengi wamekuwa wakijiuliza, je, Edeni ni eneo halisi? Je, lipo wapi kwenye ramani? Na je, unaweza kwenda kutembelea? Jibu ni ndio, lakini nina uhakika: moja, hutategemea eneo hilo lilipo, lakini mbili, utastaajabishwa na mahala ambapo eneo hili lipo. Miaka ya 1000 Mfalme Suleiman alijenga hekalu kuu la Kiyahudi. Hekalu hili lilikuwa katika mlima Moria. Maeneo haya pia yalikuwa na chemchemi iliyoitwa Gihoni, sawa na jina la mto mmoja kati ya ile minne iliyopo Eden. Hekalu hili lilikuwa ni mahala patakatifu pa Mungu na lilikuwa na vyumba ambavyo ukubwa wake ulizidi kupungua kadri utakatifu wa chumba unavyoongezeka. Ndani ya chumba cha mwisho, ambacho ndicho chumba kitakatifu mno, chumba kilichoitwa patakatifu pa patakatifu, kulikuwa na kitu kinaitwa Ark of the Covenant, au kwa Kiswahili sanduku la agano. Na sanduku hili la agano, ndani yake kulikuwa na zile amri 10, lakini juu ya sanduku hilo kulikuwa na sanamu 2 kubwa za makerubi. Makerubi hawa walilinda sanduku hilo, kitu ambacho kinaendana kabisa na namna bustani ya Eden ilivyolindwa mara baada ya wanadamu kufanya dhambi na kufukuzwa katika bustani hiyo. Lakini pia kama hiyo haitoshi, kuta za hekalu hili zilichorwa michoro ya miti na matunda, kitu ambacho wanahistoria wengi wananyoshea vidole na kusema hiyo imekaa kama bustani ya Eden. Na mwisho, hekalu hilo lilitengenezwa likiangalia upande wa mashariki, kama ambavyo bustani ilitengenezwa mashariki mwa Eden. Lakini pia ndani ya hekalu hilo kulikuwa na kitu kinaitwa manora, ambapo wanahistoria husema huu ndio mti wa maisha ule uliopo Eden. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni lile pazia la mwisho na patakatifu pa patakatifu
ambalo linaziba kujua kilichopo ndani ya chumba hiko. Mwaka wa 587 kabla ya Kristo, hekalu hili la Suleiman lilibomolewa na Wababeli, kitu ambacho kinapelekea wanahistoria wengi kuamini kuwa mwandishi wa Biblia alitumia tukio hilo kuandika hadithi hii ya kwanza ya kwenye Biblia. Mwandishi huyo wa Biblia aliamini kuwa kwa sababu wana wa Israeli walifanya dhambi na mwisho wa siku Mungu akaondoa katika bustani ya Eden, ambapo ndio hekalu la Suleiman, na kuelekea Babeli, ambapo kulikuwa ni mashariki, sawa na ambavyo Adam na Hawa walipoondolewa katika bustani ya Eden walielekea mashariki. Haya ni maoni ya wanahistoria kama Francesca, lakini haimaanishi haya ni maoni pekee kuhusu eneo ambalo bustani ya Eden ipo. Wengine husema eneo hili lipo maeneo ya Iraq, eneo ambalo kuna mito miwili sawa na ile iliyoandikwa Mwanzo, lakini wengine husema hii siyo sehemu iliyopo chini ya kwenye ardhi ya dunia, bali sehemu iliyonyanyuliwa juu. Yote ya yote, hadithi ya kuwa bustani ya Eden ni hekalu la Suleiman ndiyo imeshikilia wanahistoria wengi, na watu hawa wengi wanaamini kuwa mwandishi wa kipande hiki cha Biblia alitumia hekalu na kuondolewa nchi ya Israeli na kupelekwa utumwani Babeli kama adhabu ambayo Mungu aliwapa mara baada ya kufanya makosa na kuondolewa katika nchi yao yenye bustani ya Eden ambayo ndiyo hekalu la Suleiman na kupelekwa mashariki, yani Babeli, ili kuteseka kama watumwa.